So hello guys, welcome to Sky Live Show, and of course we are the Autumn Birds Show. So I'll be your host Simon Kenyajui, and leo nimekuandalia stuff ingine bado safi. Bado na best yangu nimemtafuta, nimekuwa namtafuta. In fact is my best stylist. Na leo ako ndani ya nyumba, tutago through life yake, atuambie mtu huyu Hispania anafanya vitu anafanyanga, Maruku. Baadaye kwa Maruku abahatishangi. Anaitangwa Juri, tutamkaribisha alafu atatuambia more about himself. So Juri, karibu ndani ya nyumba mkubwa. Asante. Kwa salama? Kwa fiti. Sasa at least it's a pleasure to have you in the house leo. Ya mambo le. Kwa fiti? Kwa poa. Kwa kabisa. Sawa. Wazi. Alafu mimi nakujua baadaye Juri, mimi nakujuanga kama cosmate, classmate, kama stylist, unachapa Maruku wako na kubahatisha. But maybe somebody out there hakujui. Hajui Juri ni nani. Hajui who is the Mr. Duke, the Duke mwenyewe. So unaweza ambia wase pale nje who is the Duke? My real name Julius Otieno. I'm a fourth year. Taking degree in business administration and IT accounting option. And today I'm humbled to meet Simon. Nyumba. What else can I say? I think more about me will come in between. More about you will come in between. Ajua through interaction tutajua mambo mengi kuhusu. Yeah. Juu kuna watu maybe wanataka kujua hizi Julius anasoma wapi. Julius bado unaweza mwambia unasoma kampo gani at least ndio wakujue. Tuko Jaramogi. Jaramogi University. Science and Technology. Shule kubwa. Jina kubwa. Unasoma gani Oasis of Knowledge? Kabisa. Na iko fiti. Hii shule tu iko sawa. Julius, mimi nakujua wewe ni msee wa Maruku. Kuchapa Maruku uko tu sawa. Alafu mimi by the way nilikuwa nasema mimi by the way nakuteki kama cool kid. Wewe unaweza tuambia kama home kuko aje, ni do zako ama inakuanga aje? Ama kuna mtu anakusponsor ama unasponyo maybe? Kama kawaida wako. But the real is it always starts with you. You have to take initiative. Personal grooming is all about you. It's all about yourself. Bro, ufai kujiwachilia after all. Kweli. But chenza sema mimi si cool kid pia. Unajua? Ni mahaso zako tu kijana. 100%. Mimi hustle, pata hustle yako na save kidogo. Ngara kidogo. Na pia una settle bills zako kadhaa. Hiyo sasa ndio life imetufikisha hapa. Lakini mimi nikiangalia vitu una crowd mazee, kama nikiatu unapata boot ni ya 4K mazee. Hiyo bado masave na uko shule. Una manage aje kuhustle na uko student? Mimi was doing long holiday. Long holiday peke yake. Long holiday. So during long holiday, at first my first hustle was mimi nimeenda mpaka mjengo. Umefanya mjengo? Kama sio uko nje watu wanashangaa. Je, umefanya mjengo aje na venye tu udunga? Watu wakubali, watu waje kubali. Aje mimi niko. Sasa mimi siamini. So kuna time after form 4 napiga mjengo kidogo pale. But hiyo kazi ni ngumu. But kama kawaida, wanaume lazima ujitume. Lazima. So nimechapa mjengo kidogo. And then kauza mtumba kidogo tukatangaza. Hadi kule ushapayuka ile tu. Unajua ile hiyo biashara ya mtushi ni ile tu unaita watu maana kutaka kukubai kitu yenye anataka. Hiyo kazi bado si rahisi. Hiyo ndio the hardest part. Unakaa kwa jua unakutana mabishte pale wametoka high school kale. Na wewe unauza mtumba. Unaona, so you can be embarrassed at some time, but after all, hustle ni hustle, unaona. Hustle ni hustle. And I define who you are more. So nikuulizaje Jude? Mse pale nje ana hustle tu anaona maybe kajob kangu ni kadogo
hasa yangu maybe inakaa tu nitabeba vibaya na msee. Unaweza mwambia aje mtu ana hustle pana yako tu loud? Sasa ukianza kuangalia job unafanya ama u feel embarrassed about job unafanya, like what I make step. To make step mazee. Like unaona ukae home while kuna msanii za kupatia 300 bob. Na I change dignity yako after all. Utabaki tu huyu. Utabaki tu So mimi nilikuwa na prefer like niende nipatiwe hiyo 300 a day. At first though nilikuwa like spike fucking unaona. Mazee. So nilikuwa naenda pale na vaa kofia yangu kwa kamba. Hadi macho umefunika macho. Kitangaza 100 hapo basi. After some time hizo ni vitu za kawaida. Ni normal tu. Mimi nili feel like ni more normal. Nikaenda hadi ilifika time hiyo msara kwa analipa around 800 hadi. But ni ile ulivumilia kwanza. Kuvumilia bana. Ufai kuchagua kazi. Usichague kazi na alafu kuwe patient. Kuwe patient. Plus kuna wase wanakuona hapo. So nilianza msara 300. Kuna msee akani notice, kanipandisha, akaanza kunilipa itso, nikachana msara 300 no. So ni a step made. Unafanya kidogo kungojea ile. Kungojea kubwa. Si unajua sasa hizi huko nje watu wanasema mimi lazima tu niangalie kazi nafanya. Au unachagua kazi siwezi fanya inaweza fanya hii. At least ile juu na kwa heshima. So si lazima uanze ile tu na kwa heshima. Kama ile inapatikana ufanye ile alafu unangojea nyingine nzuri, si ndio? Exactly. Iko sawa. At least kuna mtu amesikia kitu hapo ujuri. Mwambie asichague kazi, chapa kazi. Bwana. At the end of the day wase wakiitisha kitu bado unaitisha juu uko na power. Sasa hiyo unajua hatuna uwezo like sisi youth hatuna hiyo opportunity ya kupata job tunataka. Of course hakuna msanda kutangaza mfresh no. Okay. Kuna msanda kwenda mjini. Bado utafanya nini after that? So yenye umpata shikilia hapo. Brighter days are coming. Sure. Kuuliza juri tena. Sisi tuko kampo, tuko 4 years, ndio? Tuko final year. Sisi kuna msee yako hapo tu ako na expectation kubwa, anatoka shule, ndio nipate job, So ile tu ako tu anajua tu mimi natoka hapa ni ile job, Alafu akifike pale hivyo akuwe embarrassed like expectation has come through. Market hajapata ile job alikuwa na expect. So namwambia aje, aende na expectation ati naenda kwa ama aende tu venye tu itakuwa tu nitapambana ama unamwambia aje? Expectation ni kitu poa. Taron pia sisi wote tuna dream tukitoka hapo. Ukweli. But your job but the reality ni sahi kila msee amesoma. Kila msee ako na campus. Kila msee not campus. Kila msee ako na papers Hakuna msee ana papers. Kila msee ako na papers. So inamaanisha tukitoka hapa like sisi wote like class yetu, same class yetu. Sisi wote tuko na the same degree. Mazee. Kuna wase wa Moi, UN, the same thing na wote tunaenda kwa the same job market na ufuita hakuna job yenyewe. Unajua kuna wenye wametutangulia maya zingine. Kuna wenye watutangulia wajipata job unaona. So tusikue na so much expectation tukitoka hapa. But anyway, expectation pia ni poa. But I keep noting. Ukwe tu nayo, but ujue the reality huko nje. Kidogo basi. Si lazima upate. Huko nje si lazima. Ni wewe sasa create yako job create job yako ama bado utawaka under someone though itakuwa poa. But with time after some time utapata job yako hiyo maybe umesomea ama hata kazi hiyo umesomea but itakuwa kitu poa. But it needs to take time. Benefit. So lingine bado nikuulize yule. Unajua msee kila msee ako na dream zake na kuna plans za mind. Sasa nikuulize aje sasa hizi tunatoka shule. Una plan kwenda kufanya nini nje kisha toka shule? Plans ni mob. But ya kwanza maybe. Kwanza kabisa. Ya kwanza bado ni kujituma tu. Kujituma tu? Bila kungangana kimwanaume. Bana. Lazima ngana mabega na wanaume huko mtaa. Tutafute hustle kidogo. After hapo utajua tu. Niulize, ushafikiria kuweka biashara zako ama ile tu unataka tu kuhaso?
mimi sikuangi na mind ya entrepreneurship sana. Unaanga hiyo mind. Wataka tu kuwa kana mse. Unaanga business itafail Itafail. Sijui mbona niko na hiyo feeling. Lakini si life ni kurisk. Hata hizo mahaso si lazima ati uende upate. Life ni kurisk but I'm not good at risk. Sipendi kugamble no. Upendi kugamble na life. Sipendi kugamble na pesa yangu pia. So bwana mimi nasemanga sitakuwa najua siwezi kuwa entrepreneur. Sipendi kuinvest so much in business. Na ukianzisha biashara alafu ajili msee na supervise kila kitu. Mwisho kila kitu na run poa. How about that? Depend on msonga part. Kama kwa tu mpoa ni sawa. Ama kama idea itakuja mzuri. Ukiwa na capital poa pia, maybe unaanzisha business yako. But unajua sisi youths hatuna hiyo capital. Ile initial capital ndio tungoro Hatuna capital naona. So hata kuanzisha business inakuwa kwanza something hard So unless you take time at least ufanye mse. So kwenye capital yako itakuwa large enough. You think of maybe starting one. Sasa ndo unaanza. But wewe anzisha business na Yes, we are hustle tu dogo. Itawaka. Labs. Lazima ukuwe na plan poa. Okay. Iko viti. Sio kwa mambo ya biashara na hiyo life Mimi Juliet yangu nilikujua. Mimi najuanga tu kama sijatoka kwa nyumba nipate na msee ako na suti si juri. Kama sijachapa ujakraji mazee. Si wewe. Alafu mimi na feeling like kuna msee huko inspire. Kuna msee unaangalia na nasema jamaa venye tu udumbia mimi natamani. Hata kama sina kapesa vizuri, at least najaribu kuweka life ya msee fulani. So na get. Msee gani unaangalianga una feel naweza taka life kama ile. Msee gani huko inspire? About dressing thing, my outfit, au bahatishi. Also inspired say maybe Kenya sana ni sema Otile Brown. Otile. Sawa na lukupoa. Luku ni safi. Luku fresh. But the rest I think me upenda tu kungala. Upenda tu kungala. Outfit lazima tu ikuwe safi. Jaribu hapo. Kidogo. Luku ni aje? Unajua somebody mpeo anasemanga, mimi nataka kama mtu outfit iko tu safi, siji. Uchanganyi wasichana huko nje wanafuata ama struggle. Kila mwanaume lazima struggle. Si maybe nilidhaningi wewe kusema tu umepoint demu ni huyu tu na mwendea tu ashaingia box. Ama inakwaje? Si hivyo. Pia huko nje bwana. Angalia tu outfit tu. Kwa vitu mingi mademu ana consider. So iko wangi tu about outlook peke yake. So true. Character kuna vitu mingi. Pia watu waachwa. Pia watu kataliwa. Mazee. Ushikataliwa wewe mazee. Hizo malook tu. Demu anaangalia tu kiatu shaingia box. Si hivyo bwana. Si hivyo nakwambia si about si. So so like kila boy child vile an experience huko nje pia. The same thing unapitia. Naelewa. Akatiana pia unalengwa kidogo. Unalengwa tu. Alishwa blue tick pale inbox. Mazee. Na breakiwa once na wale but pia. Una hero unaendelea. Lakini hata kama iko hivyo lazima tu kuna mwenye ulinasa tu. Ama una date by the about your relationship life. Una date ama maybe kuna mtu maybe anakuangalianga anasema this time mazee ndio tu mimi natakanga msee na chaparuku wako tu sawa. Kuna maybe mtu anakukrashia pale ndio unaweza una date ama hebu ifanye clear kwanza. Usiogope kuchoma. Unajua vipi una maclash. Wacha wewe kama iko kama haiko unasema. I think kwa dating ni tricky. Ni tricky saizi. Bado just say it. Sema kitu tutaispreadisha mazee utajulikana. Sema I think dating ni about finding a right person for you. Sure. So kuna about character pia. Kuna about perception pia yenye utapata mindset ya demu unataka kuona. So I think bado uko single then. So hiyo story yote long uko unataka utulete uko single.
So Ai. na sasa najua like sina anything to offer. Like relationship inakaa na burden. So kama kwa relationship utapata boys wengi spend on their women. So mbona boys spend like hata 5k buy your damn designer shoe? Wewe mwenyewe una designer shoe no? At the end of the day utafika league yao dem.